yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunasema ni asante. Tuko tayari kusikia neno lako. Sema nasi, tujenge, tuimarishe, tusaidie tena. Roho Mtakatifu, lipa neno hili uhai, tukapate kulielewa na kulifanyia kazi. Katika jina la Yesu tumeomba tukiamini, amen. Tunakwenda kujifunza katika session hii ya pili somo linalosema nafasi ya mahusiano katika kujenga au kuharibu hatima ya mtu. Nafasi ya mahusiano katika kujenga au kuharibu hatima ya mtu. Na katika somo hili tutakwenda kuangalia mahusiano kama moja ya kodi muhimu ambayo Mungu ametupa ama ameiweka kwenye neno lake ili kufanikisha maisha ya watu wake. Tutakwenda kuyaangalia mahusiano kama moja ya funguo muhimu ambayo Mungu amewapa watoto wake ili kufanikisha maisha yao. Na kila wakati watu wanaposikia kwa habari ya mahusiano, akili za vijana wengi na Wakristo wengi huwa zinakwenda kufikiri kwa habari ya uchumba na ndoa. Niko hapa kutangaza ya kwamba nitazungumza mahusiano kwa jumla na sitagusa uchumba na ndoa. Kwa hiyo unisamehe kama ulikuja ukiwa na matarajio hayo. Mahusiano ni zaidi ya uchumba na ndoa. Kuna mahusiano ya namna mbalimbali. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeandika hapa nikasema, kuwa na kesho njema ni shauku ya kila mmoja. Hata hivyo, shauku pekee haitoshi endapo haitaamsha wajibu wa kujifunza na kuchunguza mwenendo wa maisha ambao Mungu ameuweka katika neno lake. Iko hivi, maisha au mafanikio kwenye maisha ya mtu sio matokeo ya kuwa na shauku tu ya kufanikiwa, bali ni matokeo ya mtu kujifunza kanuni ambazo zinaweza kumsaidia kuyapata anayotaka kuwa nayo kwenye maisha. Mafanikio kwenye maisha sio matokeo ya shauku tu, sio matokeo ya matamanio ya moyo wako tu, kwa sababu kila mtu anapenda kuwa na kesho nzuri, ila ni matokeo ya mtu kujifunza kanuni ambazo zinatawala matokeo ambazo Mungu ameziweka kwenye neno lake. Na naomba uandike jambo hili litakalo kusaidia. Hatima ya mtu hujengwa au kuharibiwa kupitia mahusiano anayochagua na kuyaendeleza. Kesho ya mtu hujengwa au kuharibiwa na mahusiano anayochagua kuyajenga au kuyaendeleza. Kesho ya mtu inaweza kujengwa ama kuharibiwa na mahusiano anayochagua kuyajenga au kuyaendeleza. Moja ya jambo litakaloamua kesho yako nzuri au mbaya ni mahusiano unayoyatengeneza na watu kwenye maisha yako. Ni jambo la msingi sana wanangu, kwa mtu anayetaka kuwa na kesho ambayo Mungu ameandaa kwa ajili yake, kulitazama eneo la mahusiano kama funguo muhimu itakayoruhusu kupata au kuyakosa matokeo ya kimungu kwenye maisha ya mtu. Unaweza usinielewe mwanzoni, lakini tunapoendelea utanielewa zaidi. Na naomba nikwambie jambo hili litakalo kusaidia. Mahusiano katika maisha ya mwanadamu kama funguo ya mafanikio yamegawanyika kwenye makundi makubwa mawili. Mahusiano kama funguo ya mafanikio kwenye maisha ya mwamini yamegawanyika katika makundi makubwa mawili. Kundi la kwanza ni mahusiano ya mtu na Mungu, na kundi la pili ni mahusiano ya mtu na watu wanaomzunguka kwenye jamii yake. Mahusiano ya mtu na Mungu na mahusiano ya mtu na watu wanaomzunguka kwenye jamii yake. Sasa hapa naomba niongee vizuri kidogo. Iko hivi, ubora wa mahusiano yako na Mungu utaamua ubora wa mahusiano yako na watu wengine. Ubora wa mahusiano yako na Mungu utaamua ubora wa mahusiano yako na watu wengine. Na niwaambie kitu wanangu, Mungu anajali sana mahusiano yetu naye, lakini pia anajali sana mahusiano yetu na watu wengine. Mungu anajali sana uhusiano wetu naye,
na anajali pia mahusiano yetu na watu wengine. Ukitaka kujua ukweli huo, ukisoma maandiko hata kwenye kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati 20, utasoma tu pale ameandika vitu vingi. Kumbukumbu la Torati 20, utaona katika zile amri 10 ambazo Mungu alikuwa amezitoa, katika zile amri 10 ukizisoma vizuri zimegawanyika kwenye makundi makubwa mawili. Amri ya kwanza mpaka ya 5 inahusu uhusiano wa mtu na Mungu, na amri nyingine 5 zinahusu mahusiano ya muamini na watu wengine. Na ndiyo maana kwenye zile za kwanza anasema wala usiabudu miungu mingine. Anaeleza vitu vingi vinavyogusa uhusiano wake na wewe, na baadaye anaanza kugusa kanuni zinazohusu mahusiano yako na watu wengine. Usitamani mke wa jirani yako, usifanye nini. Kwa nini? Mungu anajali mahusiano yetu naye, lakini pia anajali mahusiano yetu na watu wengine. Ni katika dunia tulionayo pekee ambayo mtu anaweza kuonekana ana mahusiano mazuri na Mungu, lakini haheshimu na kujali mahusiano yake na watu wengine. Mwambie mwenzako una shida wewe. Mungu anajali mahusiano yetu naye, lakini pia anajali mahusiano yetu na watu wengine. Hauwezi kuwa mtu wa kiroho, maombi, neno, alafu mahusiano yako na watu wengine hayako sawa. Wewe una matatizo, wewe una shida kabisa, unahitaji msaada wewe. Mahusiano ni ufunguo wa malango ya mafanikio ambayo Mungu ameyaweka kwenye maisha ya watu wake. Na naomba niongee, sehemu kubwa mlioko hapa bado ni vijana wadogo, mnajitafuta kwenye maisha. Ukielewa funguo hii inayoitwa mahusiano, niamini mimi, liamini neno la Mungu, kesho njema itakupokea na kukukubali. Na tunapoendelea utaona. Natamani tukaangalie mambo muhimu kufahamu kuhusu mahusiano. Mambo muhimu kufahamu kuhusu mahusiano. Kuna mambo muhimu ambayo kila Mkristo ni muhimu ayafahamu kuhusu mahusiano. Ni muhimu sana. Jambo moja, na ninapozungumza habari ya mahusiano, achana na mambo ya uchumba na ndoa. Hayo ndio mambo unafikiriaga sana. Mahusiano yako na watu wengine, kwenye kazi, kwenye maisha, kwenye biashara, kwenye elimu, kwenye aina ya mambo mtu anataka kuwa kwenye kesho yako, na hilo la mahusiano linaweza likawa mojawapo. Jambo la kwanza, Mungu ameyaficha mafanikio ya mtu kwenye uhusiano wake na wengine. Namba moja, Mungu ameyaficha mafanikio ya mtu kwenye mahusiano yake na wengine. Mungu ameyaficha mafanikio ya mtu kwenye uhusiano wake na wengine. Nimeandika hapa nikasema, moja ya kitu ambacho huamua mafanikio ya mtu kwenye maisha ni ubora wa mahusiano yake na watu. Mungu huficha sehemu ya hatima ya mtu ndani ya watu wengine ili kukuza unyenyekevu na ushirikiano. Kama kila kitu kingekuwa ndani ya mtu mmoja, mtu angeweza kujitosheleza na kupoteza hitaji la wengine. Mungu ameyaficha mafanikio yetu kwenye uhusiano wetu na watu wengine. Kwa hiyo, mtu mwenye uwezo wa kukuza mahusiano yake na watu wengine anafungua milango ya kuyafikia malengo alionayo kwa haraka, ambapo asingeweza kutengeneza mahusiano, kuna vitu angevikosa. Naomba niwaambie watu wa Mungu, kuna majibu ya maombi yako kwenye maisha Mungu ameyaficha kwenye watu unaokutana nao kwenye safari ya maisha. Kuna majibu ya maombi yako mbele za Mungu kuhusu maisha Mungu ameyaficha kwenye watu utakaokutana nao kwenye safari ya maisha. Kijana anayetaka kuwa na kesho njema ni lazima ayatazame mahusiano kama funguo ya malango ya hatima yake ambayo Mungu anaweza kuitumia kubadilisha maisha yake. Mungu ameyaficha mafanikio yetu katika mahusiano yetu na watu wengine. Ukijihisi ni mtu ambaye unajiona peke yako unajitosheleza na hauoni umuhimu wa kutengeneza mahusiano na watu wengine,
Hata kama unahisi maisha yako yana hatua ukienda mwenyewe, tambua kwamba hautafika kwenye viwango ambavyo Mungu alikuwa amekusudia ufike. Kwa nini? Mungu ameyaficha mafanikio yetu katika ubora wa mahusiano tunayotengeneza na watu. Tumesema mahusiano yamejengwa kwenye pande kubwa mbili: uhusiano wetu na Mungu na uhusiano wetu na watu. Naomba niseme neno hapa: usikubali kuharibu mahusiano yako, usikubali kutengeneza mahusiano yako na watu kwa gharama ya kuharibu uhusiano wako na Mungu. Naomba hilo jambo ukumbuke na uandike. Usikubali kutengeneza uhusiano wako na watu kwa kuharibu mahusiano yako na Mungu. Ni kweli tunawahitaji watu kwenye maisha. Ni kweli Mungu ameficha matokeo yetu kwenye maisha ya watu wengine tunaokutana nao. Lakini tusikubali kutengeneza mahusiano yetu na watu kwa kuharibu uhusiano wetu na Mungu. Naomba tuangalie Wafalme wa Pili 4 mstari wa kwanza mpaka wa 7. Wafalme wa Pili 4 mstari wa kwanza mpaka wa 7. Tumesema jambo la kwanza ni kwamba Mungu ameyaficha mafanikio yetu kwenye mahusiano yetu na watu wengine, si ndio? Wafalme wa Pili 4 mstari wa kwanza mpaka wa 7, Biblia inasema hivi: basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii alimlilia Elisha akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa, nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana, naye aliyemuia amekuja ili alijitwalie wana wangu wawili kuwa watumwa. Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Niambie, una kitu gani nyumbani? Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta 3. Akasema, nenda ukatake vyombo huko nje kwa jirani zako wote, vyombo vitupu wala usitake vichache. Kisha uingie ndani ukajifungie mlango, wewe na wanao, ukavimiminie mafuta vyombo vile vyote, navyo vilivyojaa ukavitenge. Basi akamwacha akajifungia mlango yeye na wanaye. Hao wakamletea vile vyombo, na yeye akamimina. Ikawa vilipokwisha kujaa vile vyombo, akamwambia mwanawe, niletee tena chombo. Akamwambia, hakuna tena chombo. Mafuta yakakoma. Ndipo akaja akamwambia yule mtu wa Mungu, naye akasema, enenda ukayauze mafuta haya ili ulipe deni yako, nayo yaliyosalia uyatumie wewe na watoto wako. Mwanamke huyu mjane ambaye mume wake ameondoka akiwa amemwachia madeni, Biblia inasema mume wake alikuwa ni mmoja wa wanafunzi wa Elisha katika chuo cha manabii. Nabii amekufa akiwa na upako, lakini huku akiwa na nini? Na madeni. Yule mama anaanza kuhangaika kulipa deni ambalo mume wake ameliacha. Biblia inasema yule mtu aliyekuwa anawadai, kwa kuwa yule mwanamke alionekana ameshindwa kulilipa deni. Mwambie mwenzako, dawa ya deni kulipa. Biblia inasema hivi, yule mtu anayewadai akawaambia ya kwamba nitakuja kuwachukua watoto wako ili wakafanye kazi kulipa deni ambalo baba yao ameliacha. Biblia inasema alipomwendea mtu wa Mungu Elisha, akamuuliza Elisha ya kwamba una nini nyumbani? Akamwambia, nina chupa kidogo tu ya mafuta. Biblia inasema akamwambia, nenda kwa majirani zako ukatake vyombo wala usitake vichache. Mungu anataka kutatua tatizo lake, lakini sehemu ya majibu ya changamoto yake imefichwa kwa jirani zake. Naanza kunielewa sasa? Mungu anataka kutatua tatizo lake, lakini sehemu ya majibu ya changamoto zake imefichwa kwa jirani zake. Anaambiwa, enenda kwa majirani zako ukatake vyombo. Najaribu kuvaa viatu vya huyu mama. Kama angekuwa hana mahusiano mazuri na watu wanaomzunguka anakoishi, ingekuwaje? Biblia inasema akaenda akapewa vyombo, akavileta, yale mafuta yakamiminwa. Vyombo vilipokoma, muujiza ukakoma. Najaribu kuwaza tu kwa mapana. Inawezekana vyombo alivyokuwa navyo vilikuwa ni vyombo vinavyotokana na majirani aliyo na mahusiano naye. Mungu alikuwa tayari kufanya muujiza mkubwa zaidi, lakini mahusiano yake na jirani zake katika upatikanaji wa vyombo ndio yalikuwa yanaamua ukubwa wa nini? Wa muujiza. Vyombo vilipokoma, muujiza ukakoma. Unielewa?
Mungu ameyaficha mafanikio yetu kwenye mahusiano yetu na watu wengine. Nataka uyatazame kama kijana na mtu unayetamani kuwa na kesho njema, uwaone watu kama nafasi ambayo Mungu anakupa ili kubadilisha kesho njema unayotamani kuwa nayo. Mungu alikuwa tayari kufanya muujiza, lakini ni wingi wa vyombo kutoka kwa majirani zake ulikuwa unaamua ukubwa. Kwa hiyo kilichoamua ukomo wa muujiza haikuwa nguvu za Mungu, ila ilikuwa ni wingi wa vyombo alivyovipata, na wingi wa vyombo utakaoamua muujiza wake ulitegemea mahusiano yake na jirani zake. Mwambie jirani yako, ongea na watu vizuri. Usiishi maisha ya kujitenga peke yako. Ni tatizo. Wewe usifikiri ndo uluka yangu ndo nilivyo. Hiyo ni shida kabisa, unahitaji msaada my friend. Naomba tuendelee mbele kidogo. Jambo la pili muhimu kufahamu kuhusu mahusiano. Kweli ya pili, mahusiano si nyongeza ya maisha, bali ni sehemu muhimu ya maisha. Mahusiano sio nyongeza ya maisha, bali ni sehemu ya muhimu kwenye maisha. Mahusiano sio nyongeza ya maisha, ni sehemu ya msingi au ya muhimu kwenye maisha. Nimeandika hapa nikasema hivi: mahusiano hayakuja baada ya maisha kuanza, yaliwekwa ndani ya muundo wa maisha yenyewe tangu mwanzo. Mahusiano hayakuja baada ya maisha kuanza, yaliwekwa ndani ya muundo wa maisha yenyewe tangu mwanzo. Ukisoma vizuri maandiko utagundua mahusiano hayakuja baada ya mwanadamu kuwa amepewa nafasi ya kuishi, ila Mungu aliyaweka mahusiano katika mfumo mzima wa maisha alipokuwa anamuumba mwanadamu. Ngoja nikuoneshe andiko hili uweze kunielewa. Mwanzo 1:26 mpaka 27. Mwanzo 1:26 mpaka 27. Mahusiano sio nyongeza ya maisha, ni sehemu ya msingi kwenye maisha ya mtu. Mwanzo 1:26 mpaka 27 anasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Unajua, mwanadamu alipoumbwa, watu wengi huwa hawaelewi. Sura ya kwanza katika kitabu cha Mwanzo inaeleza uumbaji wa mwanadamu katika ulimwengu wa roho, na sura ya pili ya kitabu cha Mwanzo inaeleza mchakato mzima wa namna mwanadamu alivyoumbwa na kutokea kwenye existence yake. Katika uumbaji kwa takia mwanzo, Mungu alipokuwa anamuumba mtu, anasema alimuumba mwanamke na mwanaume akawaumba. Tangu mwanzo, kabla mwanadamu hajatokea, Mungu aliuweka eneo la mahusiano kama muundo muhimu kwenye uumbaji. Muhimu sana kuelewa hilo. Ni muhimu sana kuelewa hilo. Na tuendelee mbele kidogo nikuoneshe kitu hapa. Nimesema hapa kwamba moja ya kitu ambacho mwanadamu amekipokea katika sura na mfano wa Mungu ni hitaji la mahusiano. Si tumesema tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, si ndio? Moja ya kitu ambacho mwanadamu amekipokea katika sura na mfano wa Mungu ni hitaji la mahusiano. Moja ya kitu, tumesema mwanadamu ameumba kwa sura na mfano wa Mungu. Moja ya kitu kinachomfanya mwanadamu kuwa ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu ni hitaji la mahusiano. Ukisoma maandiko vizuri utagundua Mungu anatenda kazi katika mahusiano. Anaitwa Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa inakuwaje wewe umeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu, alafu unadinai kutumia mahusiano kama sehemu muhimu ya kufanikiwa kwako kwenye maisha? Una tatizo, unaenda kinyume na kanuni. Moja ya kitu ambacho mwanadamu amekipokea katika sura na mfano wa Mungu ni hitaji la mahusiano. Mwanadamu ni kiumbe cha mahusiano. Andika jambo hili litakalo kusaidia. Mahusiano si jambo la ziada, bali ni sehemu ya asili ya mwanadamu. Mahusiano si jambo la ziada, bali ni sehemu ya asili ya
mwanadamu. Tuangalie Mwanzo 2:18. Biblia ina kitu cha kutusaidia hapo. Mwanzo 2:18 inasema hivi: Bwana Mungu akasema, si vema mtu huyo awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Baada ya mwanadamu kuwa ameumbwa, Adamu ametokea kwanza kwenye dunia kabla ya Eva. Biblia inasema maisha yalikuwa yanaendelea, lakini Mungu alipomwangalia Adamu akasema sio vema mtu huyu awe peke yake. Naomba unisikilize. Biblia inasema hivi: Mungu aliumba wanyama, Mungu aliumba ndege na kila kilichoonekana kuwa chema kwenye uumbaji, akasema akaona kila kitu ni chema. Maisha yalipoendelea akagundua kuna mahali mwanadamu hajakamilika. Ana vitu vinavyomzunguka, ana viumbe vinavyomzunguka, lakini anakosa mtu wa kutengeneza mahusiano naye. Na hichi ndicho kitu kinachoendelea. Mtu anaweza kuwa na watu wengi wanaomzunguka, lakini akikosa watu sahihi katika mahusiano yake, anajihisi mpweke, anajihisi mkiwa, anajihisi kupungukiwa, hata kama anaonekana na kila kitu kabisa. Mahusiano sio ziada, ni hitaji la msingi kwa mwanadamu. Ni muhimu zaidi kwenye kila eneo la maisha yako. Hakikisha unakuwa na watu, na naomba nikwambie, sio lazima kila mtu awe rafiki yako, na sio lazima kila mtu awe sehemu ya karibu ya maisha yako. Chagua watu kimkakati. Mwambie mwenzako, chagua watu kimkakati. Na hakuna mtu ambaye anaweza kufaa kwenye kila eneo la maisha yako. Hayupo. Unataka kufanya vizuri kwenye eneo la huduma, tafuta watu wa karibu na marafiki ambao wataweza kuwa na mchango kwenye hicho unachokifanya. Kwenye eneo la ndoa the same, kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye taaluma, chagua watu kimkakati, kwa sababu mahusiano ni moja ya funguo ambayo Mungu anawapaga watu wake ili kufanikisha hatima zao. Naomba nikwambie pia jambo hili: maisha hupoteza furaha ya kweli tunapokuwa na kila kitu na kukosa watu sahihi wa kuambatana nao. Maisha hupoteza furaha ya kweli tunapokuwa na kila kitu na kukosa watu sahihi wa kuambatana nao. Maisha hupoteza furaha ya kweli tunapokuwa na kila kitu na kukosa watu sahihi wa kuambatana nao. Unaweza usinielewe sasa ukiwa bado kijana na unapambana kwenye maisha, lakini nimekutana na watu ambao Mungu amewasaidia, wana kazi, wana biashara, wana fedha, lakini hali za ndoa zao haziko sawa. Mahusiano yao na watoto wao hayako sawa. Watu wanapowatazama nje wanawaona ni kama watu wenye kila kitu, lakini ukikaa nao na kuzungumza nao wanakwambia, mchungaji, maisha yangu hayana furaha ya kweli. Ukipata kila kitu na ukakosa watu sahihi wanaokuzunguka kwenye maisha yako, yote uliojikusanyia yatapoteza maana. Nilikuwa nazungumza na daktari mmoja PhD mwaka jana. Alikuwa amenifuata akaniambia, mchungaji, nahitaji mambo fulani unishauri na unisaidie, na hisi nikiendelea hivi naweza nikafikia kwenye wakati mbaya. Akaniambia alikuwa ni muamini mpaka ilifika wakati akaacha wokovu. Nazungumza naye wakati akiwa na umri wa miaka kama 49 anaelekea 50 mwaka jana. Akawa ananieleza, ananiambia, nilipokuwa kijana mdogo, binti mdogo, nilikuwa nadhani kwamba kupata elimu sana, kusoma, kuwa na fedha, kuwa na maisha na kuweza kufika duniani na kutembea kila mahali ndio jambo la msingi ambalo nilihitaji kwenye maisha yangu. Kwa hiyo kwa wakati huo niliamua kupambana na kupigania sana ndoto zangu, nikiamini ya kwamba nikifika kwenye hivyo viwango maisha yatanipa furaha na nitakuwa nimefanya nini? Nimefanikiwa. Anasema sikuwa mtu ninayejali mahusiano, na wakati mwingine niliwapoteza watu sahihi waliokuja kwenye maisha yangu nikiwa naamini ya kwamba ndoto zangu ni za muhimu zaidi kuliko wao. Anasema muda umekwenda, sasa hivi naenda kwenye jioni yangu. Kila nikiyatazama maisha yangu naona sina furaha ya kweli. Nimepata kila ambacho nilikuwa nafikiri ni cha thamani kwenye maisha, lakini najiona mpweke, najiona ni mtu ambaye sina thamani kabisa kwenye maisha.
akaniambia hivi, kwenye akaunti yangu na fedha, alikuwa anasema mtu wa Mungu, nina fedha zaidi ya milioni 300, lakini kuna wakati nasema bora nikae ndani nisitoke, sioni tena kama zina thamani. Ameletwa na mtu mmoja anataka nikae naye nizungumze naye nimsaidie. Alipokuwa binti anasema, kwangu niliona ndoto na elimu na mafanikio na fedha ndo kitu muhimu. Anasema hasa nilikuwa nikiangalia familia niliyotoka na maisha ya nyumbani kwetu. Sikujua ya kwamba kila nilichokipata nikiwa nacho, nisipoweza kutengeneza mahusiano, nisipoweza kuwa na mahusiano na watu, nisipoweza kuwa na familia, anasema kuna wakati kuna jambo linaniumiza moyo, natamani nirudi nyumbani nimkute baba, kuna mtu pale nyumbani naweza nikamueleza, nikamlilia, nikalia nikamwambia, ila ndo sina. 49 anaelekea 50, ana kila kitu, amezunguka nchi nyingi duniani. Mahusiano sio ziada, ni hitaji la msingi. Ukipata kila kitu kwenye maisha ukashindwa kutengeneza mahusiano mazuri na watu, ama kupata mtu ambaye mnaweza mkayafurahia maisha pamoja, yote uliojikusanyia mwisho wa siku hayataweza kukupa furaha ya kweli. Jambo la 3 kuhusu mahusiano, nataka niamshe shauku unapokuwa unaomba na unapokuwa unamtafuta Mungu kwa ajili ya kesho yako. Nazungumza mahusiano, simaanishi ndoa na familia pekee, na maanisha pia mahusiano yako na watu kimkakati kwenye maisha. Mungu ameyaficha mafanikio yako kwa watu. Jambo la 3, mahusiano yamebeba uwezo wa kumweka mtu kwenye nafasi zilizobeba fursa za mafanikio yake. Mahusiano yamebeba uwezo wa kumweka mtu kwenye nafasi zilizobeba fursa za mafanikio yake. Sasa hapa unisikilize vizuri. Naomba tuangalie Danieli 2:47 mpaka mstari wa 49. Danieli sura ya 2 47 mpaka 49. Dr. Pray, ndoto zote ulizonazo hazitafanikiwa kwa kuwa na juhudi na jitihada pekee. Amua kutengeneza mahusiano kimkakati. Tumesema mahusiano yamebeba uwezo wa kumweka mtu kwenye nafasi zilizobeba fursa za mafanikio yake. Danieli 2:47-49 inasema, mfalme akajibu akamwambia Danieli, hakika Mungu wenu ndiye Mungu wa miungu na Bwana wa wafalme awezaye kufumbua siri, kwa kuwa wewe uliweza kuifumbua siri hii. Basi mfalme akamtukuza Danieli, akampa zawadi kubwa nyingi sana, akamfanya kuwa mkubwa juu ya uliwali wote wa Babeli na kuwa liwali mkuu juu ya wote wenye hekima wa Babeli. 49. Tena Danieli akamuomba mfalme, naye akawaweka Shadraka na Meshaki na Abednego wawe juu ya mambo yote ya uliwali wa Babeli, lakini huyo Danieli alikuwa akiketi katika lango la mfalme. Ilikuwa ni wakati ambapo mfalme ameota ndoto na ameisahau. Amewaita waganga wote wa nchi ili waweze kumwambia ndoto yake, lakini hawakujua. Biblia inasema Danieli alipoitwa mbele ya mfalme akamwambia, Mungu wangu anayo majibu. Akarudi kwa ndugu zake wakina Shadraka na Meshaki, akawaambia tuingie kwenye maombi tumtafute Mungu. Walipomtafuta Mungu, Mungu akawaambia ile ndoto na maana yake. Danieli akarudi akalitatua lile tatizo, mfalme akamweka kwenye nafasi. Ona kilichotokea. Danieli alipowekwa kwenye nafasi kwenye serikali ya Babeli, akatumia uhusiano wake na mfalme kuwapa ndugu zake wengine nafasi kwenye serikali ya Babeli. Wakina Shadraka na Meshaki na Abednego waliipata nafasi kwa sababu ya mahusiano waliokuwa nayo na Danieli. Naomba niwaambie watu wa Mungu, kuna mambo unayangaika kuyatafuta kwenye maisha wala hayana mchakato mrefu kama unavyodhani, ila umekosa mtu anayeweza kulitaja jina lako mahali kabisa. Nakwambia, usifikiri watu wote wanahangaika kupata unachokitafuta kama unavyohangaika wewe. Uongo. Biblia inasema katika mahusiano waliokuwa nayo akina Shadraka, Meshaki na Abednego, Biblia inasema Danieli akamuomba mfalme, nao wakapewa nafasi. Okay.
Angalia Mwanzo 34 mstari wa kwanza mpaka wa 10. Biblia inaongea kitu kingine cha maana hapo. Mwanzo 34:1 mpaka 10. Biblia inasema mstari wa kwanza, basi Dina binti Lea ambaye Lea alimzalia Yakobo akatoka kuwaona binti za nchi. Shekemu mwana wa Hamori Mhivi mkuu wa nchi akamuona, akamtoa, akalala naye, akambikiri. Moyo wake ukaambatana na Dina binti Yakobo, akampenda huyu msichana, akasema na huyu msichana kwa maneno mazuri. Tutulie hapo kwanza. Biblia inasema Dina binti Lea siku moja akiwa katika nchi ya ugeni, akatoka kwenda kutembea huku na kule. Mtoto wa mfalme alipomuona akamchukua, akaenda akalala naye. Biblia inasema akampenda yule binti. Nini kikatokea? Mstari wa 4. Shekemu akamwambia Hamori babaye, akasema, unipatie msichana huyu awe mke wangu. Basi Yakobo akasikia ya kwamba amembikiri Dina binti yake, na wanaye walikuwa pamoja na wanyama wake nyikani. Yakobo akanyamaza hata walipokuja. Akatoka Hamori babaye Shekemu kumwendea Yakobo aseme naye. Wanawe Yakobo waliposikia hayo wakaja kutoka nyikani, nao wakasikitika sana, wakakasirika mno, kwa sababu amefanya upumbavu katika Israeli kwa kulala na binti. Hamori akasema nao akinena, roho ya Shekemu mwanangu inamtamani binti yenu, tafadhalini mpeni amuoe. Mstari wa 9. Ona sasa mahusiano anaanza kutengenezwa. Mkaoane na sisi, mtupe sisi binti zenu, nanyi mkatwae binti zetu, nanyi mtakaa nasi, na nchi hii itakuwa mbele yenu. Kaeni na kufanya biashara humo, mkapate mali humo. Ona hili jambo. Yakobo yupo katika nchi ya ugeni, ameingia, hakuwahi kupewa nafasi ya kufanya biashara. Ameingia, hakuwahi kupewa nafasi kama hii ambayo anapewa. Kijana wa mfalme amepiga tukio, amelala na binti wa Yakobo. Baba yake anaenda kuzungumza na mzee Yakobo ambaye alikuwa ni mfalme. Akizungumza na Yakobo anamwambia, tunataka tutengeneze mahusiano na ninyi, turuhusuni tuoe binti yenu, tupeni tutengeneze mahusiano, nasi tutawapa sehemu ya nchi hii, tutawapa ruhusa ya kufanya biashara, mkafanye kazi humo, mkafanye biashara humo, mkapate kufanikiwa humo. Yakobo alikuwepo, lakini nafasi ya kupewa mahusiano yalipotaka kutengenezwa, kuna access zikaanza kupatikana. Mahusiano yamebeba nafasi ya kumweka mtu kwenye fursa zenye uwezo wa kufanikisha maisha yake. Utasoma kwa wakati wako, nitakuelezea tu Mwanzo 46:28 mpaka 34. Mwanzo 46:28 mpaka 34. Mwanzo 46:28 mpaka 34. Ukisoma hapo habari ya Mwanzo 46:28 mpaka 34, utaona ni wakati ambapo mzee Yakobo na wanaye wamekwenda katika nchi ya Misri, wakati ambapo Yusufu alikuwa ni waziri mkuu. Biblia inasema alipowapokea katika ile nchi, akiwa anaongea nao, akawa anawapanga na kuambia kwamba mkienda mbele ya mfalme, wakati nitakapokuwa nawatambulisha, moja ya jambo atakalowauliza, atawauliza ninyi kazi yenu ni nini? Akawaambia atakapowauliza hilo swali, mwambieni ya kwamba sisi ni wafugaji, lakini pia tunaomba utupe Gosheni ili tuweze kukaa huko, maisha yaendelee huko. Gosheni palikuwa ni mahali pazuri, mazingira ambayo yalikuwa yanaendana na shughuli ambazo Yakobo na watu wake walikuwa wanazifanya. Yusufu anaitumia nafasi alionayo ili kuhakikisha ndugu zake wanapata mahali salama kwa maisha yao na mahali salama kwa uchumi wao. Mahusiano. Okay. Utaandika Mwanzo 47:1 mpaka 6, utaliona hilo jambo pia likiwa limefanikiwa walipoenda. Mwanzo 47:1 mpaka 6. Naomba ufahamu jambo hili litakalo kusaidia. Mungu akitaka uende mbali atakupa watu sahihi, na shetani akitaka kukupunguzia mwendo atakunyima watu sahihi. Mungu akitaka uende mbali atakupa watu sahihi, na shetani akitaka kukupunguzia mwendo atakunyima watu sahihi. Jambo la msingi sana kuelewa. Mungu akitaka uende mbali atakupa watu sahihi,
Shetani akitaka kukupunguzia mwendo, atakunyima watu sahihi. Kweli ya ngapi tunaenda kwa habari ya mahusiano? Ya 4. Kweli ya 4. Mahusiano ni mlango wenye kupitisha taarifa nyeti zenye uwezo wa kusaidia au kurahisisha maisha yetu. Mahusiano ni mlango wenye kupitisha taarifa nyeti zenye uwezo wa kusaidia au kurahisisha maisha yetu. Mahusiano ni mlango wenye uwezo wa kupitisha taarifa nyeti zenye uwezo wa kusaidia au kurahisisha maisha yetu. Utaona ukweli huo kwenye Matendo ya Mitume 23 mstari wa 12 mpaka wa 16. Matendo ya Mitume 23 mstari wa 12 mpaka mstari wa 16. Nataka nikuoneshe ya kwamba mahusiano yako na watu ni mlango ambao Mungu anaweza kupitisha taarifa ambazo zinaweza kukusaidia au kurahisisha mambo yako kirahisi sana. Kwenye maisha yangu nimewahi kupata mambo mengi ambayo nilikuwa nayatafuta kwa gharama kubwa, nikayapata kwa gharama ndogo, kwa sababu ya mahusiano niliyoyatengeneza na watu. Biblia inasema Matendo ya Mitume 23:12 mpaka 16, kulipopambauka Wayahudi wakafanya mapatano, wakajifunga kwa kiapo kwamba hawatakula wala hawatakunywa hata wamuue Paulo. Nao walipowapiana hivyo walipata zaidi ya watu 40. Nao wakaenda kwa wakuu wa makuhani na wazee wakasema, tumejifunga kwa kiapo tusionje kitu hata tumuue Paulo. Basi sasa ninyi pamoja na wazee wa baraza mwambieni jemadari amlete chini kwenu, kana kwamba mnataka kujua habari zake vizuri, na sisi tu tayari kumuua kabla hajakaribia. Mjomba wake Paulo akasikia habari za kuotea kwao, akaenda akaingia ndani ya ngome, akampasha Paulo habari. Biblia inasema ilikuwa ni wakati ambapo Paulo yupo gerezani amefungwa. Watu 40 wameadhimia mioyoni mwao ya kwamba hawatakula chakula mpaka watakapomuua Paulo. Mmesikia hiyo habari? Anasema hivi, wakawapanga viongozi ya kwamba nini cha kufanya, ombeni Paulo atolewe gerezani, aletwe kwenye baraza ili tuje tumje mumsikie. Umbali wa kutoka gerezani na kuletwa barazani ili kuja kusikiliza kesi yake, wakati akiwa njiani sisi tutapiga tukio la kumuua. Yaani ni kama walikuwa wanasema hivi, tunaomba mumlete Moshi mjini mahakamani kama ambavyo wafungwa wengine zinakuja kusikilizwa kesi zao. Wakati akiwa anatoka magereza ya Karanga, kabla hajafika mahakamani pale mjini, katikati ya Changbai na hapa kati, sisi tutakula kichwa. Biblia inasema zile habari kwa bahati nzuri zikamfikia mjomba wake na Paulo. Alipozipata akaenda kumwambia Paulo mipango inayoendelea. Biblia inasema baada ya hapo mjomba akamtuma moja ya askari, akaenda kwa kiongozi wake wa juu, wakaamua kumhamisha Paulo kwenye lile gereza, akaondolewa. Inawezekana yalikuwa ni maombi ya Paulo alipokuwa gerezani, maana mwamba alikuwa anapenda maisha ya maombi mahali popote. Alipokuwa akiomba Mungu kuyalinda maisha yake na kumwokoa na mauti, Mungu anatumia mahusiano, anaanza kuruhusu mtu wa karibu na Paulo kupata taarifa za mipango iliyokuwa inaendelea. Akayaokoa maisha ya Paulo kupitia mtu aliyekuwa karibu yake. Nielewa sasa Na nielewa sasa Okay. Naomba nikwambie, jifunze kutengeneza mahusiano mazuri na watu. Kuna fursa zitakupita na watu hawatakwambia. Usipojifunza kutengeneza mahusiano na watu, wanangu, kabisa nakwambia, unakuja kushtuka watu wameshazipata. Ngoja nikupe ushuhuda. Kazi yangu ya kwanza niliyoipata iliponileta Moshi kuhusu chuo kikuu pale kuja kufundisha mwekao. Mimi nilikuwa sikijui chuo kabisa, wala sikuwahi kujua Tanzania kama kuna chuo kinaitoga Mwenge Catholic University. Miaka yangu yote mpaka namaliza chuo, mpaka nakwambia sikuwahi kujua.
Sikuwahi kabisa. Siku moja rafiki yangu mmoja ambaye nilikuwa nimesoma naye akawa anasafiri kutoka Dar es Salaam anaelekea Mwanza. Nikamwambia, kwa nini usipite Dodoma ukanisalimia hapa na tukao wote hapa nyumbani? Nikambembeleza sana Erasto Kabalo. Akaniambia basi hamna neno, licha ya kuwa nilikuwa nimeshakata tiketi ya kwenda Mwanza, ngoja nitakuja hapo angalau nikae angalau siku 2. Nikamwomba sana kwa upendo, nikamwambia njoo rafiki yangu, nitafurahi kukuona, tuzungumze, tujadiliane. Hivyo kaka wa watu, yule mtu wa Mungu akakubali, akaja. Alipokuja tukiwa tunazungumza wakati wa jioni, aliingia mida kama ya saa 9 saa 10, ilikuwa muda wa saa 12. Akaniambia alafu kuna jambo naomba nikwambie, kuna tangazo fulani nimeliona mahali, kuna chuo wametangaza nafasi ya kazi, wanahitaji mkufunzi wa kwenda kufundisha pale. Akasema hebu ngoja tuingie kwenye website yao uone, kama utapenda basi unaweza ukaomba. Nilipoingia kwenye website nikalikuta lile tangazo, nafasi zilikuwa ni 2 na ndo ilikuwa deadline siku hiyo, na ndo saa 12 jioni, saa 6 mwisho. Nikamwambia yule rafiki yangu, mimi nafikiri ngoja tuombe. Akaniambia we omba, mimi tayari na issue fulani ndio nayo kwa watu wa Bugando. Nikamwambia hapana, naomba tuombe, kama Mungu akitoa ametukusudia na ametufungulia milango tutaipata. Na kweli usiku huo tukaomba, tukatuma na zile application, tukanyamaza kimya. Baada ya muda kama siku 3-4 wakatutafuta, wakatuita, tukaenda kwenye interview na ile nafasi tukaipata. Nataka nikuoneshe ni mahusiano yangu na yule mtu, ukaribu wangu naye, upendo wangu wa kutamani ashuke na tuonane, ndio ulioruhusu kuipata taarifa ambayo imenifanya leo unaniona niko hapa na wewe umenifahamu. Kuna fursa utazikosa kwenye maisha, hata kama una uwezo, hata kama una vyeti, hata kama unajua, ikiwa hautajifunza kujali na kuthamini mahusiano. Na kuonesha tu ili uweze kuelewa. Kuna watu humu ndani wanajijua, nikisema hivi, wamepata kazi walizonazo kwa sababu ya mahusiano, na mmoja ananiangalia hapa anacheka. Ni mahusiano. Nilipoulizwa kwamba hii kazi apewe nani, tunaweza tukampata mtu, nikamwambia fulani apewe. Ni mahusiano. Okay, tuendelee mbele kidogo. Utaona pia kwenye Samueli wa kwanza 19 1-7. Samueli wa kwanza 19 1-7, utaona habari za Daudi na Jonathan, mahusiano ya karibu aliyokuwa nayo, na namna ambavyo mara kwa mara Jonathan alikuwa anampenyezea Daudi taarifa juu ya mipango ya siri aliyokuwa nayo baba yake Mfalme Sauli ili kumuua nani? Kumuua Daudi. Mahusiano. Mungu aliyaokoa maisha ya Daudi kupitia mahusiano. Kweli ngapi kwa habari ya mahusiano? Ya 5. Mahusiano ni sarafu. Mahusiano ni sarafu yenye uwezo wa kukupa mambo ambayo fedha pekee isingetosha kukuwezesha kuyapata. Ndiyo. Mahusiano ni sarafu yenye uwezo wa kukupa mambo ambayo fedha pekee isingetosha kukuwezesha kuyapata. Haya maisha sio magumu kama mnavyofikiri wanangu. Mahusiano ni sarafu yenye uwezo wa kukupa mambo ambayo fedha pekee isingetosha kukuwezesha kuyapata. Utaona Luka sura ile ya 7 mstari wa 1-6, huo tutasoma. Luka sura ile ya 7 1-6 inatuonesha ya kwamba mahusiano ni moja ya sarafu muhimu yenye uwezo wa kutupa mambo ambayo fedha pekee isingeweza kutuwezesha kuyapata au nafasi. Anasema alipokwisha kuyamaliza maneno yake yote masikioni mwa watu, akaingia Kapernaumu, na mtumwa wake akida mmoja alikuwa hawezi, karibu na kufa, naye ni mtu aliyempenda sana,
aliposikia habari za Yesu, alituma wazee wa Wayahudi kwake kumwomba aje amponye mtumwa wake. Nao walipofika kwa Yesu walimsihi sana wakisema, amestahili huyu mtendee neno hili, maana analipenda taifa letu, naye alitujengea sinagogi. Basi Yesu akaenda pamoja nao. Hata alipokuwa si mbali na nyumba yake, yule akida alituma rafiki kwake akamwambia, Bwana, usijisumbue, maana mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu. Kulikuwa na kiongozi mmoja wa kijeshi ambaye alikuwa na kijana wake ambaye alikuwa anaumwa na yupo karibu na kufa. Biblia inasema yeye hakuwa na uwezo wa kumfikia Yesu, lakini alikuwa na watu ambao walikuwa karibu nao ambao walikuwa na nafasi ya kumfikia Yesu. Nini kilitokea? Biblia inasema akawaomba wale wazee, akawatuma waende wakaongea na Yesu kwamba ninahitaji uje ili kumponya kijana wangu. Ni kweli alikuwa na cheo, ni kweli alikuwa na fedha, lakini yamkini tatizo alilokuwa nalo yule kijana, hivyo vitu visingeweza kumsaidia. Ilihitajika mahusiano yake na wale wazee wanaomjua na kumfahamu kwenda kusema kwa Yesu kwa niaba yake. Biblia inasema yule kijana akapona. Biblia ina mifano mingi sana. Nakumbuka habari za yule mtu aliyepelekwa kwa Yesu akiwa amepooza na wale watu waliombeba. Walipoona watu wakiwa wengi na nyumba ndani hawezi akaingia, wakafanya nini? Wakaamua kutoboa nini? Kutoboa dari, si ndio? Wale watu wakatoboa dari, wakampitisha yule mgonjwa chini. Yesu alipomuona akasema, sijawahi kuona imani kubwa namna hii. Ona yule ndugu anatamani kupona, lakini hana watu wa kumbeba. Wamejitokeza watu kwa ajili ya mahusiano yake nao, wanakubali kuingia gharama ya kumpeleka kwa Yesu. Nikonja nikwambie, Mungu akitaka kukupa kasi kwenye maisha ili ufikie kesho iliyo mbele yako kwa haraka, atakupa watu watakaokuwa tayari kusimama na wewe. Ndio. Una watu wengi wanaokuzunguka lakini hawana uwezo wa kukusaidia. Hawana utayari wa kusimama pamoja na wewe ili kufikia malengo yako. Kesho ya mtu ina uhusiano mkubwa sana na ubora wa watu wanaomzunguka kwenye maisha yake. Kuna mtu mmoja Mungu akikutanisha naye kwenye maisha, kuna eneo la maisha yako linabadilika na kupokea sura mpya kabisa. Ni mtu mmoja tu. Mnakumbuka habari za yule mtu ambaye alikuwa amekaa kwenye kile kisima ambacho malaika alikuwa anashuka na kutibua maji kwa muda wa miaka 38? Kila wakati alikuwa anakaa anasubiri uponyaji, si ndio? Malaika alikuwa anashuka anatibua maji na anaona. Lakini kwa miaka 38 hakuweza kupona. Alafu Yesu anapokuja kuzungumza naye anamwambiaje? Kila wakati malaika anaposhuka, yule wa kwanza kuingia ndiye anayepona. Mimi sijapata mtu wa kunisaidia kuniingiza. Alipokuwa na uponyaji wake ulipo hapakuwa na umbali, ila miaka yote ya kuweza kuingia kwenye kile kisima akapona. Kwa nini? Alikosa mtu wa kumsaidia. Kuna watu nimewaona wana ndoto kubwa, wana uwezo mkubwa, lakini hakuna mahali wanaenda. Kwa nini? Adui anaweza akakuacha na uwezo wako, anaweza akakuacha na akili yako na GPA yako, alafu kinachotokea anakuzuilia watu ambao wakikushika mkono unafika unakotakiwa kufika. Kuna watu hawana uwezo kama wako, ila Mungu aliwapa watu waliowashika mkono na kwenda pamoja nao na wanaendelea kwenye maisha. Eneo la mahusiano ni eneo nyeti sana kuliko unavyofikiri kwa kijana anayetaka kufanikiwa kwenye kesho yake. Kweli ngapi? Ya 6, si ndio? Mahusiano yana uwezo wa kufungua milango iliyofungwa. Mahusiano yana uwezo wa kufungua milango iliyofungwa kwenye maisha ya mtu. Utaona ukweli huo kwenye Mwanzo wa 41 mstari wa 9 mpaka ule wa 15. Utaangalia hapo kwenye Mwanzo wa 41:9. Ukisoma kwenye hiyo andiko, hiyo Mwanzo sura ile 41, utaona kwa habari ya Yusufu hapo namna ambavyo alikuwa gerezani,
lakini kupitia mahusiano wake na yule mnyweshaji wa wafalme ndipo alipoweza kufika kwa Farao. Nimeandika hapa nikasema, Yusufu alikuwa na kipawa kabla ya kuitwa ikulu, lakini mahusiano ndiyo yaliyopeleka kipawa chake kwenye jukwaa la mamlaka. Hii inaonyesha kuwa wakati mwingine tatizo sio ukosefu wa uwezo, bali ukosefu wa watu sahihi wanaoweza kukuunganisha na nafasi sahihi. Yusufu si alikuwa na uwezo wa kutafsiri ndoto na mambo mengine yote, lakini alikuwa amefungwa gerezani. Malango ya gereza yalikuwa yamemshikilia, hawezi kutoka, yuko kule ndani. Ilihitajika mahusiano yake na mnyweshaji wa mfalme, jambo lilipojitokeza kulitaja jina lake ili kutoka alipokuwa amefungwa. Uwezo pekee hautoshi, akili pekee haitoshi. Kuna mahali maisha hayatakuruhusu kufika mpaka Mungu ameruhusu kuwa na watu sahihi kwenye maisha yako. Na niwaambie kitu wanangu, mahusiano sio kitu kinachojitokeza tu, ni kitu kinachotengenezwa. Sasa tumeona ya kwamba mahusiano ni moja ya funguo muhimu inayoweza kufungua hatima ya mtu anayotaka kuwa nayo kwenye maisha, si ndio? Nataka nikuoneshe kwa sehemu mambo yatakayokusaidia kupata au kuvutia wasaidizi wa hatima kuja kwenye maisha yako. Mambo yatakayoamua au yatakayochochea au yatakayovutia wasaidizi wa hatima, wale destiny helpers, kuja kwenye maisha yako. Usipokuza uwezo wako wa mahusiano, kuna mahali haufiki kabisa. Yako mambo kadhaa ambayo huwa yanaweza kuwavuta watu sahihi kuja kwenye maisha ya mtu. Maisha yatakupa watu wa kawaida mpaka siku utakapoanza kuyaishi haya mambo, ndio utawapata watu wa maana kwenye maisha yako. Watu wa kawaida wako kila mahali wako kila mahali lakini ukianza kuyaishi haya ninayokuambia au kuyafanya, ndio yataanza kuinvite na kuattract watu sahihi kuja kwenye maisha yako. Jambo la kwanza linaloweza kuwaita watu sahihi kwenye maisha ya mtu ni kutambua na kuliishi kusudi la Mungu. Kutambua na kuliishi kusudi la Mungu. Kabla tujaanza kuangalia mifano katika ukweli huu, nataka ufahamu jambo moja. Maana ya maisha ipo katika kuliishi kusudi la kuwepo kwetu. Maana ya maisha ipo katika kuliishi kusudi la kuwepo kwetu. Na nikwambie jambo jingine, yote unayoyafanya kwenye maisha, hata kama watu na wewe mwenyewe utaona kwamba umefanikisha kwa kiwango cha 100%, kama yamefanyika nje ya kusudi la Mungu la kuwepo kwako, mambo hayo yote Mungu anakuhesabu kwamba wewe ni mtu uliyeshindwa. Ngoja nirudie vizuri hizo kunielewa. Mungu anapoipima maana ya maisha, hapimi katika wingi wa mali na utajiri aliyofanikiwa kuwa nao mtu. Anaipima maana ya maisha katika namna mtu alivyoweza kufikia kiwango cha lile kusudi la Mungu lililokuwa ndani yake. Kwa hiyo mtu akifanya mambo yote kwenye maisha na akashindwa kutambua na kuliishi kusudi la kuwepo kwake, mtu huyu amepoteza, hata kama watu wanapomwangalia wanamuona ni mtu aliyefanikiwa. Na nikwambie jambo jingine, kuliishi kusudi la Mungu kwenye maisha yetu hutufanya kuwa tayari kuondoka duniani wakati wetu unapokuwa umefika. Narudia tena, kuliishi kusudi la Mungu kwenye maisha yetu hutufanya kutokuogopa kuondoka duniani wakati wetu unapokuwa umefika. Na nitakuonesha mifano hapa. Unapoamua kuliishi kusudi la Mungu kwenye maisha yako, unaanza, hofu ya kifo inaanza kuondoka ndani yako. Unaanza kuwa tayari wakati wowote ambako Mungu atataka uondoke, na hauoni ni shida. Ngoja nikuonyeshe, afu nitakuonesha baadaye. Wafilipi wa kwanza 3:12 mpaka 14. Wafilipi 3:12 mpaka 14, Biblia inasema hivi: si kwamba nimekwisha kufika
au nimekwisha kuwa mkamilifu, bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. Anasema nakaza mwendo. Ndugu, sijidhanii nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila na tena neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele, nakaza mwendo niifikirie mede ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Paulo anasema mimi, anamwambia kanisa la Wafilipi, mimi nakaza mwendo niitumikie lile kusudi lile ambalo Mungu aliniita nalo, ile kazi ambayo Yesu aliniita niifanye, ninakazana katika hiyo. Ilikuwa ni mwanzo wa huduma yake, wakati ambapo ametolewa kwenye kutoka kuwa muuaji, ameanza kuwa mtu anayehubiri Injili. Na ndiyo sababu katika ile bidii aliyokuwa nayo, Paulo aliona kuoa ni kitu cha kawaida. Alisema sitaufunga mdomo wangu kwa sababu ya kuogopa kufa ili nisihubiri Injili. Anamwambia nakaza mwendo. Ndio maana baadaye kule anakuja kusema, anasema nimejifunza kulala njaa, nimejifunza kushiba, nimejifunza kufurahi, nimejifunza kuhuzunishwa. Anaeleza mambo mengi pale, alafu anasema ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kuna maisha aliyapitia ambayo yalimfanya akaona hakuna kitu nitakiogopa tena. Anamwambia nakaza mwendo. Ona sasa, Paulo huyo anayekaza mwendo, baadaye ameshatengeneza vijana wake wakina Timotheo, anakuja kuambia nini? Timotheo wa pili 4:6 mpaka 8. Anasema kitu hapo. Timotheo wa pili 4:6 mpaka 8. Kwa maana mimi sasa namiminwa, na wakati wa kufariki kwangu umefika. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Baada ya hayo nimewekewa taji ya haki, ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile, wala si mimi tu, bali na watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Nasikitika kusema kwamba Paulo aliyanena maneno haya akiwa hai, baada ya kujiona hana deni ndani. Lakini leo ni maandiko tunayoyaweka wakati muhusika ameondoka, atuambie mwenyewe akiwa hai. Si ndo maandiko yanayoweka msibani haya? Nimevipiga vita vizuri vya imani. Tunataka tumsieni. Ingekuwa ni vizuri marehemu wakati wa kuishi kwake kama Paulo awe anatuambia, yani mimi sidaiwi, nimekamilisha kusudi la kuishi kwangu, maisha yangu yamepokea maana. Na wewe mwenyewe hata kuna ndugu zako wengine unayajua maisha yao, na hata kabisa wakati mwingine una uhakika kwamba kama atakuwa ameingia mbinguni ni 0.001, ila kwenye msiba wake waliliweka ili andiko. Maana ya maisha ipo katika kulitumikia kusudi. Paulo anasema nakaza mwendo. Alipokamilisha kazi anasema nini? Niko tayari kuondoka. Sasa tumesema kusudi la Mungu ni moja ya jambo ambalo huwa linaalika watu sahihi kuja kwenye maisha yako. Iko hivi, siku utakapoanza kuliishi kusudi la kuumbwa kwako, utaona baadhi ya watu wa muhimu wakianza kuja kwenye maisha yako. Nilipotambua na kulijua kusudi la Mungu kwenye maisha yangu, hilo ndilo ambalo lilianza kualika watu sahihi kuja kwenye maisha yangu. Na kila siku naendelea kuwaona watu kwenye maisha yangu, nikagundua ya kwamba watu hawana sababu ya kuja kwenye maisha yako wa thamani mpaka siku umeanza kuliishi kusudi la kuwepo kwako. Kusudi walinaanza kuwaita watu. Siku ukijitambua na kujipata kwenye kile ambacho Mungu amekusudia, watu wataanza kukuheshimu, watu wataanza kukufuata, watu wataanza kukusikiliza, watu watakubali kutumia walivyo navyo kwa ajili ya kile ulichobeba ndani yako. Kusudi. Maisha sio magumu kwa watu waliotambua na kuliishi kusudi la kuumbwa kwao. Kwani samaki huwa anahangaika kuishi baharini? Ila ukimtoa nchi kavu anakufa. Utaona kwenye Mambo ya Nyakati wa kwanza 12, tutasoma 19 mpaka 22. Mambo ya Nyakati wa kwanza 12, 19 mpaka 22. Biblia inasema wakawa wakimjia watu siku kwa siku Daudi watu wa kumsaidia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Okay. Jambo la pili linaloweza kuwaita watu sahihi kwenye maisha yako ni tabia. Tabia. Jambo la pili linaloweza kuwaita ama kuwaondoa watu sahihi kwenye maisha yako ni tabia. Tumesema okay, ngoja niweke hivi.
Kuna tabia usipozitengeneza kwenye leo yako zitawazuia watu sahihi kuja kwenye kesho yako. Kuna tabia usipozitengeneza au kuziondoa kwenye leo yako zitawazuia au kuwafukuza watu sahihi kuondoka kwenye maisha yako. Na bahati mbaya ni kwamba unaweza ukawaona watu wanaoondoka kwenye maisha yako sababu ya tabia fulani fulani, lakini hauwezi ukawajua watu ambao wanashindwa kuja kwenye maisha yako kutokana na tabia wanazoziona kwako. Moja ya kitu ambacho Mungu huwa anakitumia kuwaita watu sahihi kwenye maisha ya mtu ni tabia yake. Na nikwambie jambo jingine litakalo kusaidia. Kuna tabia usipoziondoa kwenye leo yako zitakuaibisha kwenye kesho yako. Kuna tabia unapokuwa kijana usipozishughulikia kwenye leo yako zitakuaibisha kwenye kesho yako. Ni swala la muda tu. Swala la muda tu. Naomba ufahamu jambo jingine pia litakalo kusaidia. Watu huvutiwa zaidi na tabia zetu kuliko sifa nyingine zote tulizo nazo. Watu huvutiwa zaidi na tabia zetu au maadili yetu kuliko sifa nyingine zote tulizo nazo. Katika dunia ambayo watu wanapambana kutengeneza uzuri na muonekano, watu wanapambana kupata elimu na mafanikio katika maisha, niko hapa kukuambia watu huwa wanavutiwa zaidi na tabia yako kuliko sifa nyingine zote ulizonazo. Ni muhimu sana kulielewa hilo jambo, kwa sababu kinyume na hapo unaweza ukajikuta unakosa watu sahihi kwenye maisha yako. Angalia Mwanzo 24 mstari wa 10 mpaka wa 23. Unathibitisha ukweli huo. Mwanzo 24 10 mpaka 23. Ukisoma kwenye Mwanzo 24 10 mpaka 23 utaona habari ya mtu mmoja anaitwa Eliezeri ambaye alikuwa ni meneja wa miradi ya mzee Ibrahimu. Biblia inasema akatumwa na Ibrahimu ili aende kumtafutia Isaka mke. Kilichotokea ni nini? Eliezeri akaenda kisimani, akaenda mahali pa kimkakati, mahali ambapo mabinti wanaenda kuteka maji kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, na akawa na maombi yake pale. Akamwambia Mungu, binti atakayefika hapa nikamuomba maji akanipa, akawanywesha na ngamia zangu, basi huyo ndiye awe yule ambaye umemkusudia Isaka kuwa mke wake. Rebeka akatoka kwao akiwa ameenda kisimani. Yeye kwake alikuwa anakwenda kwenye kazi, lakini asijue kwenye eneo analokwenda kuna mtu anamtazama akiangalia tabia na mwenendo wake. Anampima na kuona kwa kiwango gani ana moyo wa ukarimu, kwa kiasi gani ni mtu anayejali. Yeye alienda kisimani kuteka maji, lakini kisimani ndiko ambako kulikuwa kuna mshenga wa mume anayetaka kumuoa. Yaani mimi kuna mabinti huwa nikiwaangalia nasema hata ningekuwa sijaoa siwezi nikaoa. Yaani nasema ningekuwa kijana. Nakumbuka juzi nilikuwa nakwambia Dr. Pray, Biblia inasema alipofika pale, Rebeka akafika, Eliezeri akamuomba maji, akampa akanywa, akamwambia nitanywesha na wanyama wako. Biblia inasema Eliezeri akamtazama kwa umakini ili kuona kama Bwana ameifanikisha njia yake. Alichokifanya Rebeka kilikuwa kinaongea tabia ya ukarimu, tabia ya kujali. Kwake alikuwa anafanya, lakini ile jambo lilikuwa linaongea kuhusu tabia yake. Na naomba niwaambie wanangu, tabia yako ndio wewe. Mwambie mwenzako tabia yako ndio wewe. Watu huvutiwa zaidi na tabia zetu kuliko sifa nyingine zote tulizo nazo. Tunaenda pamoja eh? Ngoja nikuoneshe kitu hapa. Ngoja nikuoneshe kitu. Angalia mstari wa 16 hapo. Mwanzo 24:16 hapo anasema hivi,
na yule msichana alikuwa mzuri sana wa uso wake, bikira, wala mwanamume hajamjua bado. Akashuka kisimani, akajaza mtungi wake, akapanda. Alikuwa mzuri Eliezeri ya kuangalia hayo, vyovyote vile alivyokuwa. Jambo ambalo liligrab attention yake kwanza, alitaka kujua huyu mtu tabia yake ikoje. Huwa hatuishi na watu kwa uzuri wao, tunaishi na watu kwa tabia zao. Huwa hatuishi na watu kwa uwezo wa akili na elimu zao, tunaishi na watu kwa tabia zao. Hata kama atakuwa ni mhasibu mzuri sana, kama ni mwizi na uhasibu wake aende nao, ni bora tukae na mtu ambaye hajui uhasibu lakini anaweza kutunza pesa zetu. Si ndiye? Anajua mifumo yote ya fedha ya kisasa lakini mwizi. Ni bora tukae na mtu anayejua tu kuhesabu na kutunza taarifa kuliko tuajiri msomi ambaye atatuibia kwenye kampuni. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho kilimvutia Eliezeri kutaka kumfahamu zaidi Rebeka ilikuwa ni tabia aliyoiona ya kumsaidia alipokuwa kisimani. Watu wanavutiwa zaidi na tabia zetu kuliko sifa nyingine tulizo nazo. Mungu anapotaka kuwaita wasaidizi wa hatima zetu, moja ya jambo linaloweza kuwaita watu sahihi ni tabia. Najaribu kusema nini? Kila eneo unalotaka kufanikiwa kwenye maisha yako linataka kutengeneza aina fulani ya tabia zitakazo kufanikisha kwenye hilo eneo. Kwa hiyo anza kuainisha maeneo unayotaka kuwa na kesho nzuri. Unataka kuja kuwa na ndoa nzuri kama ni binti au ni kijana, anza kuandika tabia ambazo zinamtaka mtu kuwa baba mzuri kesho, mtu kuwa mama mzuri kesho. Anza kuzitengeneza kwenye maisha yako. Tabia zetu zinaongea mengi kuhusu maisha yetu. Kuna wakati fulani kanisani, kijana mmoja aliwahi kunifuata akaniambia kuhusu binti fulani. Aliponiambia nikamwambia muoe at your own risk. Nikamwambia lakini kwa hekima yangu ndogo tu achana naye. Miwa nimenyooka, yani nyeusi nyeusi, nyeupe nyeupe. Wanaonijua wananijua. Nimenyoka. Yule kijana akafikiri kwamba ana hekima sana kuliko baba yake. Yakaendelea. Alikuja kupigwa tukio na binti akahama kanisa. Akaniambia, baba, naomba unisamehe sana, nafikiri nilikuwa sijakuelewa. Nikamwambia hamna shida, simamaga mapenzi upofu, ila ukishaoa na kuolewa ukianza kuishi naye ndani huwa unaanza kuona unapona. Haina shida, kuna mambo mengine utayaona mbele ya safari, uko umeamua kufumba macho. Nimeandika hapa nikasema, watu wenye nia ya kufanikiwa huwekeza zaidi kwenye kujenga tabia zao kwa kujua tabia za kuwa nazo na tabia za kuachana nazo. Watu wenye nia ya kufanikiwa huwekeza kwenye kujenga tabia zao kwa kujua tabia za kuwa nazo na tabia za kuachana nazo. Hilo ni jambo la msingi sana. Watu wenye nia ya kufanikiwa kwenye maisha yao huwekeza kwenye kujenga tabia kwa kujua tabia za kuwa nazo na tabia za kuachana nazo. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kama ni mtu unayetaka kufanikiwa kwenye maisha yako ili kuvutia watu sahihi, jua tabia gani unatajenga, tabia gani za kuachana nazo. Kinyume na hapo, kesho unayotamani kuwa nayo hauwezi kuwa nayo. Watu wanavutiwa zaidi kuja kwenye maisha ya mtu kutegemeana na tabia. Utaona kwenye Danieli 6:1-4 tabia ambayo Danieli alijenga. Danieli 6:1-4, Biblia inasema ilimpendeza Dario kuweka juu ya ufalme maliwali 120 wawe juu ya ufalme wote, na juu yao wakaweka wakubwa 3, na Danieli alikuwa mmoja wao, ili maliwali hawa wote watoe hesabu kwao, mfalme asipate hasara. Basi Danieli huyu alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali,
kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake, naye mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wote. Basi mawaziri na maamiri wakatafuta sana kupata sababu ya kumshtaki Danieli kwa habari ya mambo ya ufalme, lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa, kwa maana alikuwa mwaminifu, wala alikuonekana kosa wala hatia ndani yake. Moja ya kitu ambacho Danieli alitengeneza kwenye maisha yake ni tabia ya uaminifu. Kwa hiyo kila wakati alipokuwa anainuliwa, kuna tabia ambazo alikuwa anazijenga. Hata adui zake walipotaka kumtafuta mahali pa kumshambulia, walikosa. Watu watavutiwa zaidi na tabia ulizoamua kujenga kwenye maisha yako kuliko sifa zingine zote ulizo nazo. Jambo la msingi sana. Na naomba nikwambie jambo jingine. Kuna tabia akiwa nazo mtu, unaweza kujua aina ya kesho atakayokuwa nayo. Kuna tabia akiwa nazo mtu leo, unaweza kujua kabisa aina ya kesho atakayokuwa nayo. Kuna mabinti huwa nikiwaangaliaga kwenye maisha ya kila siku tunapokutana, unasema huyu hata kama ataolewa huyu, hiyo ndoa haitadumu, muda sio mrefu wataachana. Mjuaji, mwenye kiburi, sio mnyenyekevu, unajua kabisa ataenda, lakini haendi popote huyu. Haendi popote. Na kuna vijana ukiwaangalia kabisa unajua mwanamke atakayeolewa na huyu jamaa, baada ya muda watashindwana tu. Tabia anazozitengeneza mtu kwenye leo yake zinaongea kesho ambayo atakuwa nayo. Muhimu sana. Watu wanavutiwa zaidi na tabia zetu kuliko sifa zingine zote tulizo nazo. Si wanawaambia kila siku ya kwamba kesho ya mtu sio fumbo kesho ya mtu kwenye mafanikio sio fumbo kabisa. Utaona pia kwenye kitabu cha Ruth 3:1-13 tutasoma. Ruth 3:1-13 utaona namna ambavyo Boazi alivutiwa zaidi na tabia ambazo aliziona kwa Ruth. Ruth 3:1-13. Lakini pia tumesema watu wote wanaotaka kufanikiwa kwenye maisha yao huwa wanatengeneza nini? Tabia zitakazowasaidia kuwa na matokeo fulani kwenye kesho yao, si ndio? Tunakubaliana kwamba Daudi alikuwa ni moja ya mtu ambaye Ayubu alikuwa ni moja ya mtu ambaye alifanikiwa sana kwenye maisha, si ndio? Nilikuja kugundua Ayubu ni mtu ambaye alitengeneza baadhi ya tabia ambazo zilimsaidia sana. Kwenye Ayubu 31:1-2 inasema kitu. Ayubu 31:1-2 inasema hivi: nilifanya agano na macho yangu, basi nawezaje kumwangalia msichana? Kwani sehemu ya Mungu itokayo juu yangu ingekuwa nini, na urithi wa Mwenyezi utokao juu? Anasema mimi katika maisha yangu, katika siku za kufanikiwa kwangu, moja ya tabia ambayo niliijenga ni kutokujihusisha na maisha ya zinaa. Aliamua kujenga tabia ambazo zilishikilia mafanikio yake. Naomba niwaambie, Mungu anaweza akawa na kusudi kubwa ndani yangu, lakini nisipojenga tabia za kimungu ndani yangu, muda sio mrefu nitaanguka na kila mmoja ataona. Nawaambiaga watumishi wenzangu na vijana wote watumishi mlioko hapa, hauwezi kufanikiwa kwenye utumishi zaidi ya ubora wa tabia unazozitengeneza. Haiwezekani. Haiwezekani. Yashike haya, yaweke moyoni. Mtumishi yoyote hata kama anaonekana anaenda hivi, asipojenga kwenye eneo lake la tabia na maadili, anguko lake litakuwa wazi machoni pa watu wote. Ni swala la muda tu. Mama zako, ni swala la muda tu. Naomba uandike jambo hili litakalo kusaidia. Mtu anayeimarisha tabia zake anajenga hatima yake. Anayeimarisha tabia zake anajenga hatima yake. Kwa hiyo namna mojawapo ya kuijenga hatima yako ni kuimarisha tabia zako. Ni jambo la msingi sana. Jambo la tatu ambalo linaweza kuwavutia watu sahihi kwenye maisha yako nje ya tabia na mambo ya namna kama hayo ni ubora. 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 Naomba nilizungumzie hilo na baada ya hapo tutaomba. Ni ubora. Naomba ufahamu jambo hili litakalo kusaidia. Ubora ni roho kamili ya Mungu ambayo inapaswa kuonekana kwenye maisha ya kila mtoto wa Mungu. Ubora ni tabia kamili, ni roho kamili ya Mungu. Ubora ni roho kamili ya Mungu inayopaswa kuonekana kwenye maisha ya kila mtoto wa Mungu. Excellence. Ubora ni roho kamili ya Mungu inayopaswa kuonekana kwenye maisha ya kila mtoto wa Mungu. Okay. Mnakumbuka kwenye kitabu cha Mwanzo Mungu alipokuwa akifanya uumbaji,
Kila kitu alichokiumba Mungu alikiweka kwenye mpangilio wake, iwe ni anga, iwe ni nchi, iwe ni mimea, iwe ni, alifanya vitu katika kiwango cha nini? Cha ubora. Ile ndo Mungu. Yaani Mungu ni Mungu wa ubora. Na kama Mungu ni Mungu wa ubora, Roho wa Mungu anapoingia ndani yetu, moja ya kitu ambacho tunatarajia tukione kwenye maisha ya muamini ni kufanya vitu kwenye viwango vya ubora. Nisikilize, mediocrity haijawahi kuwa sehemu au mpango wa Mungu kwenye maisha ya watu. Dunia imejaa watu wengi sana wanaofanya vitu kwenye viwango vya ukawaida. Na naomba nikwambie, macho na fahamu za watu huwa vinatazama zaidi kitu kinapokuwa tofauti na kawaida iliyozoeleka. Umenisikia? Macho na fahamu za watu huwa zinatazama zaidi na kwa umakini mkubwa kitu au mtu anapokuwa tofauti na kawaida iliyozoeleka. Ubora ni hitaji la kila mtu. Na nikwambie jambo jingine, watu huwa hawaoni vitu vilivyopo, watu huwa wanaona vitu wanavyovihitaji. Ndio, watu huwa hawaoni vitu vilivyopo, huwa tunaona vitu tunavyovihitaji. Kila mtu anatamani kupata chochote anachokuwa nacho kiwa katika kiwango cha nini? Cha ubora. Ubora huwa unawavuta watu, unawaita watu. Ngoja nikwambie, kwenye eneo lolote la maisha yako, chagua eneo ambalo unataka likutambulishe na kuwa bora kwenye hilo jambo. Epuka kufanya mambo katika viwango vya ukawaida. Dunia imejaa watu wa kawaida kwenye kila eneo. Amua kujitofautisha. Watu watavutiwa zaidi na maisha yako endapo kila unachokifanya kimebeba ubora unaoonekana. Tunaenda pamoja watu wa Mungu Utaangalia andiko la mwisho kwenye Mambo ya Nyakati wa Pili 2, Mambo ya Nyakati wa Pili 2:3 mpaka 7 na 11 mpaka 14. Tumalizie hapo. Mambo ya Nyakati wa Pili 2:3 mpaka 7 na 11 mpaka 14. Ukiona hapo utaona habari ya Suleimani alipotuma wajumbe kwa mfalme wa Tiro, akamwambia kwamba ninataka kumjengea Mungu hekalu. Nina kila kitu ambacho Mungu amemsaidia baba yangu Daudi na mimi kuwa nacho ili tujenge lile hekalu. Alafu anamwambia nitafutie katikati ya watu wako mtu mwenye uwezo, mtu mwenye ujuzi, mtu anayefanya kazi katika kiwango cha ubora. Alafu ule ujumbe ulipokwenda, mfalme wa Tiro akamwambia mfalme Suleimani, kuna kijana anaitwa Hirimu. Huyu mtu ana ujuzi, huyu mtu ana ustadi, huyu mtu anaweza. Anasema nitakuletea huyo ili aje aifanye hiyo kazi. Katika Israeli walikuwepo vijana wengi, lakini ni dhahiri mfalme alipotazama aligundua kuwa hayupo anayefika kwenye kufanya kwenye kiwango cha ubora alichokuwa anakitaka. Usione shida kuwaacha watu wa karibu yako kwenye nafasi ambazo unaona hawana uwezo wa kuzifanya katika kiwango cha ubora. Mwambie mwenzako usisite. Unajua kuna mambo haya makanisani watu wanapeana vitu kwa sababu ni wapendwa. Unampa kujengea nyumba yako sababu ni mpendwa, anajenga kwenye ubora. Sio issue kwa sababu ni mpendwa, sio kwa sababu tunafahamiana, sio kwa sababu tunamjua. Anafanya kazi katika kiwango cha ubora. Tufike wakati tuondoe kwanza mahusiano, tuangalie uwezo wa mtu anapotekeleza lile jambo. Na wao usijisikie vibaya watu wanapokunyima nafasi katika maeneo ambayo wameamini kwamba hauwezi. Usijisikie vibaya, kajiongezee thamani. Mwambie jirani yako kajiongezee thamani. Na naomba niwaambie kitu wanangu ninapomalizia. Kwenye maisha haya hakikisha unajiongezea thamani kwa kiwango ambacho watu hawawezi kukupuuza kwenye eneo ulioamua kuwa bora. Hakikisha unajiongezea thamani kwa kiwango ambacho watu hawawezi kukupuuza kwenye hilo eneo ambalo umeamua kuwa bora. Kuna maeneo katika maisha nilisema ninataka nikitokea mahali, iwe ni kwa kuitwa au kwa bahati mbaya, nikipewa nafasi kila mtu ajue huyu mtu anajua. Ubora sio zawadi ya Roho Mtakatifu.
Ni roho kamili ya Mungu ambayo ikiingia ndani ya muamini inapaswa kutenda kazi, lakini ni matokeo pia ya mtu mwenyewe kuamua kujiongezea thamani. Mahusiano ni moja ya funguo muhimu kwenye maisha yako kama muamini, lakini yanatengenezewa mazingira ili kuwaita watu sahihi ambao Mungu amewaandaa kwa ajili yako. Yeyote anayetaka kuwa na kesho njema ni lazima ayatazame mahusiano kwa jicho la kipekee. Kuna tabia ni lazima uziache ili usipoteze watu sahihi kwenye maisha yako. Kuna tabia ni lazima uziache ili usiwazuie watu kuja kwenye maisha yako. Kuna tabia ni lazima uzitengeneze ili watu waendelee kuwa sehemu ya maisha yako. Haujafika hapo, utaenda peke yako, ila hautaenda mbali sana. Naomba tusimame. Unaweza kwenda peke yako, ila hautaenda mbali sana. Hautaenda mbali sana. Hebu nenda kaangalie mahusiano yako na watu wengine. Marafiki ulio nao wanaongeza nini kwenye maisha yako? Watu wengi